Nina maswali kama mawili hivi ya mwisho, lakini la kwanza ni hapa. Kuna hii hapa ni kama naona kama ni dharau au muda mwingine ni kuwashusha hadhi wale tunaoita watu waliozalia nyumbani. Yani, ni kama single mama lakini sio single mama sana, kwa sababu nakuta mtu hajafiwa ila tu amezalishwa yule kijana kumuoa. Sasa kuna misemo hii inakuja, bwana mimi kama kijana siwezi kuoa mwanamke aliyezaa, lazima nipate wangu. Hii hapa hii tunaweza tukaiwekeje sana? Maana naona watu nao kidogo kama hata wanaingia mpaka kwenye stress. Kwamba mimi ndio nimeshaza, sasa nikizani kama kosa. Ni kama watu wanapewa ubora wale waliotoa mimba. Sasa hapo ndio mtazamo mbaya wakati mwingine. Na mtu wa kumuoa huyo atapata mtu wake ambaye anaweza kukubaliana kutunza watoto. Shida iliyopo unajua sio ile kuzalia nyumbani mtu asiolewe. Shida iliyopo yule aliyemzalisha bado yupo. Angekuwa amefariki hamna shida. Kuoa mtu ambaye mwanamume aliyemzalisha yupo ni kazi kweli. Kwa sababu mtoto anawaunganisha bado wale. Watawasiliana kwa ajili ya mtoto hapa na mwanamume mwingine, ndio shida inapokuja. Hata kwenye sherehe ule mtoto akifikia umri fulani wa kuoa, au sisi wa Kristo kipaimara, baba yake lazima atatafutwa, atakuwepo pale. Sasa pale utambulishwe wewe, na sisi wanaume tuna wivu kweli kweli, atatambulishwa yule aliyezaa naye ujue. Si baba yake mtoto asimame, ndivyo unavyopigana sasa. Kwa sababu wataenda kuteta pembeni na wewe upo unateta nini? Na wale walikuwa marafiki wanaweza kukumbushana zilipendwa. Ndio maana usizae mapema, kwa sababu tabu ni hiyo. Sio kwamba kuzaa mapema ni kosa. Sasa kuna watu hawazai tunawaona bora, kumbe wanatoa mimba. Wengi wameficha. Hata makanisani tunarudisha kundini waliozaa, tunawadhalilisha pale mbele, tunawasimamisha. Lakini kuna watu wengi mle ndani ambao wanaendelea na mapenzi tu. Tunamuona yule ndio mkosa sana. Ndio maana Yesu alimsamehe yule mwanamke aliletwa amezini. Ni kama aliletwa kama vile kurudishwa kundini akamsamehe. Kwa hiyo shida sio ile kuzaa. Shida matokeo baada ya kuzaa. Hatuwezi kumlaumu yule amezaa. Imetokea miemuko imemshinda, imetokea. Na huyo ni muaminifu, hakujizuia. Alimwamini huyo mvulana aliyemlagai. Na ni chonde kuzalisha mtoto wa mtu. Kama mtu amezalisha basi. Lakini umezalisha mtoto wa mtu umemkimbia, huo ni mwiba wako. Utapata furaha maisha yote. Upati yule mtoto atawavurugeni sana, hata ukioa mwanamke mwingine atawavurugeni. Ukizaa na mtoto wa mtu muoe. Amekuamini muoe. Lakini kuzaa sio kigezo cha kuoa. Kama haeleweki basi ukangane utunze mwanao tu, sio kigezo cha kuoa. Sio wewe huku kama mbuzi anapelekwa machinjioni. Unasema da kama nisingezaa naye wala nisingemuoa. Siku ya ndoa wazao naimba na malemeta au naimba wimbo huu. Wewe kama nisingezaa naye singemuoa. Jamani, ile ana meremeta wewe huimbi. Bwana harusi imba. Kama nisingezaa naye singemuoa. Wengine hana meremeta. Lakini cha msingi sana ni watu kujizuia. Au kizaa na msichana kama umepata neema muoe. Lakini msichana kizaa mapema shida yake sio kule kuzaa. Hatuwezi kumhukumu kwa hilo. Kuna taratibu za kanisa za kumtakasa. Imetokea kama ajali, hakuwa na maarifa pia. Wengine hao wajanja wana maarifa ya kujizuia asipate watoto. Huyu amekuja amejiachia ujue, furu kujiachia kapata mimba. Shida ukimuoa wewe yule aliyezaa naye, mnakuwa baba hawa. Pale sasa ukubali kuwasiliana. Hata usiku anaweza kumpigia simu. Vipi mtoto? Sasa unapigwa na nani? Mzazi mwenzangu. Alafu jamii ya Kiafrika ilivyo, wewe uliyeoa kwa mtu ambaye ameshazalishwa ukilalamika, watakwambia wewe kwani ukujua kama wewe alikuwa na mtoto? Wewe na una roho mbaya, si mzazi mwenziwe. Yaani ile jamii ile ndugu zake wote wanakulamu wewe una roho mbaya. Yule si mzazi mwenziwe. Ndio unavyochukua mtoto unapeleka kijijini, mtoto anaharibikiwa. Mtoto anatakiwa alelewe na baba na mama. Hapa watoto pia wanapata madhara sana. Wewe unaweza kukataa, wewe tayari baba huyu wa kufikia tumuite, sio wakambo. Baba wakambo huyu tumchukulie wa kufikia wewe ambao umefika usani mchukue mtoto. Yaani yule mtoto ukimuonya anaona kwa nini nimeonywa sio baba yangu. Yaani ndio tafsiri yake. Na wewe hata kama amefanya vibaya unaona huyu kwa sababu sio mwanangu aniheshimu. Kuna uhusiano wa mtoto wako uliyezaa kabisa. Hata ukimkemea vipi, ukimkataza jambo, anaelewa huyu ni baba, anakusamehe muda mfupi. Na wewe unamsamehe mwana. Lakini mtu unayemlea tu wakati mwingine anaona kama unamtakia mabaya, hata kama ni kweli uje. Kwa hiyo kuna shida hiyo, ndio maana wanatakiwa watu wavumilie, wazae kwenye kuoana. Ile kuzaa sio shida. Shida matokeo baada ya kuzaa. Niliona mahali watu wamepigana. Kipaimara mtoto yule baba yake amekuja yule aliyezaa naye. Wenye utambulisho sasa.
Tunamtambulisha mama mzazi na baba mzazi, na wewe uko pale pale. Wanasimama. Wakatete kidogo wewe. Jamaa kapiga ngumi yule aliyekuja. Kuna sherehe hapo. Unaweza kuvumilia. Lakini kama hayo yametokea, basi tuwabebe twende, tuwe na akili. Kwamba limeshatokea, twende naye. Kama nampenda ni muoe niende naye, lakini nijue hiyo. Kwamba hiyo changamoto ipo niweze kuibeba. Ukipenda boga, unapenda na ua lake, naenda naye. Lakini kama huwezi hiyo, kaa mbali. Hiyo changamoto kama huwezi. Labda kama amefiwa. Akifiwa hamna shida. Maana marehemu hawezi kurudi. Japokuwa atamtaja. Unajua wanawake akifurahi anaweza kumtaja yule mwanamume wake yule. Mnazungumza bwana kama baba fulani, wewe unasema nini? Kwenye story kama alikuwa anamfurahisha, wanawake wanasahau kule kama alimtelekeza nini, kama wanawasiliana baadaye siku moja mnapiga story anamtaja. Na wewe uko pale pale. Baba fulani bwana, miaka hilo. Wewe unasemaje wewe? Unaona kama wako pamoja. Pengine anampiga nini hiyo, anasema baba fulani bwana ulizia mwanawe. Unavunja simu. Ili usivunje simu kama huwezi kaa mbali. Kama unaweza, maana hatusemi hao wanawake waliozalishwa wasiolewe. Kama unaweza, wale watoto ambao wamezalishwa mapema na baba amekimbia, mama yao wasitunzwe. Watunzwe kama unaweza. Ukiingia ujue hayo matokeo. Kwamba wale wataendelea kuwasiliana. Unaweza? Kama uwezi usiletee afya ya akili ukachinja mtu. Uwe ujue unaweza. Damu nzito kuliko maji. Mama atarudi kwa mwanawe sana yule. Na yule baba atarudi yule bado mwanawe, damu nzito kuliko maji. Wewe ni mtu tu umetokea tu. Mama atazungumza na mzazi mwenziwe habari za mtoto. Labda kama wamekorofishana sana, lakini bado yule mtoto kwenye umri fulani atawaunganisha wazazi. Halafu yule mtoto atakuona wewe uliyemuoa mama yake ndo nuksi, wala uliyefanya wale wasielewane. Yaani anakupa kazi hiyo kitu hiyo. Watakutazama kama wewe gaidi umekuja kuvunja ndoa. Hata kama mtamwambia huyu alikimbia, sema huyu alikuwa naye mama huyu. Huyu ndo amevuruga ndoa ya wazazi huyu. Sasa mtoto anakuona kama wewe gaidi na wewe unamuona mtoto kama gaidi. Ila ukipata ufahamu na maarifa kwamba hayo yapo, hata watoto wako wanaweza kukurofisha, unaweza ukaoa. Na yule mtoto ujue atakuwa nani, unaweza kuoa kama una misuli ya imani. Una misuli ya mapenzi. Kama uko legelege usioe. Sawa, katika hilo kwenye kuchagua, labda mimi kama kijana kuchagua mke wako, bado hatuwezi tuyakataa sana matabaka. Kuna matabaka ya watu labda wenye nacho na wasio nacho. Kwamba hii familia ni ya matajiri sana, hii familia ni ya maskini. Kuna ugumu fulani unapatikana hapo kwa kijana, iza yule wa kike kuolewa kule upande familia matajiri ya maskini, au kijana wa kiume maskini kwenda kuoa kule kwa upande matajiri. Kwa mtoto wa kike kuolewa kwa watu wenye uwezo hakuna shida. Si ndio mpango atunzwe vizuri? Tunataka mwanamume awe na uwezo. Lakini kuna tabu ya mwanamume kwenda kuoa eneo ambalo watu wana uwezo. Wakikusanyika watu wana plado, wewe ataguta una. Ndio utakavyopata utasononeka mwenyewe. Wala wao hawakusemi, ila wewe mwenyewe unasononeka. Ndio atakutuma kuni na kufunga turubai. Unaona? Wanakuona mtu akutuma na dunia inakusengenyana. Wanasengenya mdogo wetu ameingiaje huku? Kwa mtu ana lolote hii. Yaani kuna lazima wanakusengenya tena unawaudhi ujue. Alikosea wapi? Wao tuoane watu tunafanana kidogo tuanze wote maisha. Hatuwezi kwenda kuoa utajiri tunaoa mke. Hatuolewi na utajiri tunaoa mume. Ndio maana nimesema ukitaka hela kaolewe na benki. Kwa hiyo ni vizuri tuanze tunaofanana maisha kiasi. Hata kiwango cha elimu mnafanana. Mwenzio ana PhD darasa 7, hata mazungumzo yanakuwa magumu. Anaongea na wenzio wenye PhD na baadaye anakuambia tunaongea mambo ya kitaalamu. Wewe huyajui. Unabaki umenyamaza. Unasema nini? Lugha za kisomi ujue. Wewe utanyongonyea ujue, ili usijiingize kwenye gari la mkaa kwa makusudi. Utachafuka. Kaa pembeni. Hatusemi utengeneze unyonge. Na wewe tengeneza viwango vya kufikia taratibu, ufikie kwenye hayo malengo. Usijumbukize kupata unafuu. Una shida nyingine kuna kupata unafuu wa maisha. Ndio vivu huo. Naenda kwa matajiri huko nipate unafuu. Utakiona cha moto. Na wao utapata mtu nafuu wa kutuma. Mtu nafuu wa kusema. Watu wengi wanafuata unafuu. Na wale wako kwa matajiri kuna kitu hapo, wewe uolewi na gari, uolewi na fedha. Unaolewa na mtu. Huyo mtu ni tajiri wa imani. Huyo mtu ni tajiri wa misemo. Huyo mtu ni tajiri wa faraja. Sababu mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako.
Kuna utajiri wa afya, kuna utajiri hata wa mwili, hata wa maneno utajiri. Huo ni tajiri, sio wa mali tu. Wewe unafuu ndio unaotutesa, unafuu. Naenda kuwa pale bwana hata harusi yake. Wenzio kule wanafanya bonge la sherehe Kilimanjaro Hotel. Wewe unafanya kidimbwi. Watu wanashangaa ujue. Wanakuja hapa mpaka wanashangaa hivi kapotelea wapi? Amekosea nini? Sisemi watu waanze wakanilaumu ninavyosema, lakini ndio uhalisia. Ukikataa uhalisia kwenye maisha, unajua kuna watu wanafiki wakubali uhalisia. Uhalisia lazima ukubali kwamba tunaoana kwa tufanane kidogo. Tufanane umri kiasi, tufanane kiwango cha fedha, uwezo, tufanane kiwango cha elimu, mambo mengi. Tufanane hata koo zetu pia, unaona? Tufanane. Wakati mwingi utakwenda kupiga magoti kwa wakwe tu zote unasaidiwa. Sasa umeoa umeolewa. Sio nataka tuoe. Akina Isaka wanaenda, wanaenda kina Yakobo, watu wenye uwezo Biblia inatuonyesha. Waenda kuoa kina Labani huko. Kwa watu kuna wanafanana ujue. Wewe huwezi kwenda hapa kurupuka kwenda kuwa mtoto wa rais Kongo. Watu watakushangaa, kwanza watakushangaa wewe unatokea wapi? Uko gani? Utapata tabu, labda umtoroshe. Ukimtorosha sasa mwanamke akikupenda asikia aoni ambiwi, anaweza katoroka. Lakini kwamba kweli unapeleka mshenga Kongo kwa rais, wewe wapi unakotokea? Niko Madale Ananja. Unafanya kazi gani? Nagonga kokoto. Bwana hatari nyingine hiyo. Kwa hiyo hatukatai kitokea, huwa inatokea nadra kwenye maisha. Lakini sio utaratibu, huwa inatokea na watu wanaishi. Haya mambo yanayotokea kwa nadra sio ya kuyazungumza. Tuzungumze uhalisia. Kweli mnavyoana, mnafanana pia. Mimi hapa kimo changu na wao mwanamke anayefanana kimo. Siwezi kuwa jana mke refu akinitanguliza mbele kama mjukuu wake. Yaani mpaka anakuangalia chini hivi. Wewe unang'ang'ana dali wapi? Tuone unafanana pia hata vimo. Hata mazungumzo yetu yatafanana kufuatana leo kiwango cha elimu, kiwango cha uchumi. Mimi hapa siwezi kuwa na rafiki tajiri. Eti mtu tajiri rafiki yangu. Mimi nafuata hela. Yaani mtu sasa anatamba rafiki yangu tajiri fulani, rafiki yangu tajiri fulani. Unamwangalia unafanya kazi gani? Nauza nyanya. Eti rafiki yake. Wewe unatafuta hela, wewe sio rafiki yake. Nyinyi mnazungumza nini? Mazungumzo yenu hayafanani. Unaona? Tuzungumze mazungumzo yanayofanana. Ndio maana mwalimu anafundisha form 1. Hawezi kuchanganya form 4, form 6 pamoja. Anazungumza na watu wanaofanana, umri, rika. Makanisa tunapata tabu. Darasa letu gumu makanisani. Mtu asiyesoma, aliyesoma, yaani kanisani kuna kazi ndio maana oya haziishi. Wa PhD yumo, wenye masters yumo, professor yumo na asiyejua kusoma yumo. Na wote wanakaa kwa heshima. Simama wote mnasimama. Hakuna kukaa kwa kufuatana na kiwango cha elimu, hamna. Cheti cha ndoa kile kile, darasa 7 kile kile, profesa kile kile. Ndio kanisani tunapata tabu. Oya haitaisha. Unazungumza na watu aina gani? Anayesimama mbele pale darasa 4. Anazungumza na profesa. Yaani vujo haziishi. Lakini watu wana mazungumzo kufuatana na viwango vyao. Una maeneo mengine unaulizwa kiwango cha elimu. Usipoeleza vizuri hawazungumzi na wewe, hujui. Unajipanga kueleza siasa hujui lolote, wewe unaeleza mihemuko tu. Wewe ni vizuri tufanane kiasi. Sio lazima sana lakini bora zaidi. Sio lazima sana. Watu wasio wakani koti vibaya wakasema huyu anakataza watu kwa nadra huwa inatokea. Mwana wa maskini kuoa mwana wa mfalme kwa nadra na maisha yakaendelea. Kwa nadra mno, ni mara chache mno, unaona. Mimi kwenda kumuoa mtoto wa waziri huku chini, mara chache mno. Huwa inatokea. Lakini sio utaratibu, sio msingi, sio bora zaidi. Bora zaidi tunaofanana. Hata nikitembelea kwa wakwe, mimi nina nguvu kidogo. Lakini unatembelea kwa wakwe, yaani mpaka hata mzigo upokelewi. Mtaingia nao mwenyewe mpaka ndani, hakupokea nani? Watu wana uwezo wao kupokea nani? Kwenye msiba ndio kufunga turubai. Jamani kwa wapi wakutuma soda? Wewe kaita soda. Unakataje wewe una kitu? Unasaidiwa pale kwa mkwe, unakataa vipi? Wewe umekuwa kama Musa anachunga ng'ombe wa wako Yethro. Midiani miaka 40. Utakataa? Kiwanja amekupa mkwe. Hela ya kujenga amekupa mkwe. Una neno. Hiyo ni vizuri tulijitahidi wenyewe. Tufikie katika viwango vyetu sisi wenyewe. Mzee
tuna staki tunazuiwa na misemo miwili, yani unabaki njia panda. Kuna misemo miwili muhimu sana. Kuna huo msemo wa tumia